Mshtakiwa Joseph Justino Mhulila mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa mtaa Lukos, kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa, ambaye dereva bodaboda amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Iringa kwa mara ya kwanza leo, akabiliwa na shtaka la mauaji ya mtoto wake wa kiume Timothy Joseph mwenye umri wa miaka 6. Kwa mujibu wa maelezo yaliyosomwa mahakamani na hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya wilaya ya Iringa, Rehema Mayagilo, mshtakiwa anashtakiwa kwa kosa la mauaji kukusudia kinyume na kifungu cha 196 na 197 vya sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Akisoma kesi hiyo, mwendesha mashtaka na wakili wa serikali Radhia Njovu amesema kuwa inadaiwa mnamo Aprili 11, 2025 mshtakiwa alimkata mtoto wake vipande vidogo na kisha kutupa mabaki ya mwili huo kwenye shimo la choo. Hata hivyo, mshtakiwa kuruhusiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina uwezo kusikiliza kesi hiyo. Hivyo, kesi hiyo imeahirishwa hadi tarehe 28 mwaka 2025 na mtuhumiwa kurudishwa mahabusu kutokana na kosa lake kukosa dhamana kulingana na kifungu cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai. Mtuhumiwa huyo alikamatwa Mei 6 mwaka 2025 baada ya mwenye nyumba kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa pamoja na jeshi la polisi. Na hapa kurejesha utazama video fupi ya tukio zima ambalo lilifanya mtuhumiwa kukamatwa kuanzia nyumbani kwake hadi mabaki ambayo yanadhaniwa kuwa ni ya mtoto huyu yaliyopatikana katika shimo la choo. Ninatoka Kennedy Mahona, mwenyekiti wa mtaa Rukosi. Niapata kama wiki 3 zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi kwa sababu inawezekana labda ameokotwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa 10 nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose. Akasema kwamba yeye mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba, na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji. Amekaa hapa kwangu miaka 3. Kia hivyo akaniambia alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje akae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi. Akaniambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki 2 kwa sababu natoka asubuhi naenda kwenye mihangaiko, jioni narudi. Kwa maana hiyo mtoto sijawahi muona. Na hapa ndani nina watoto ambao wapo zaidi ya muda ninao kuwepo mimi, hawajawahi muona. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni, akanambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya. Kwa hiyo hakuwa muwazi. Kwa hiyo huyo mtoto hajaonekana mazingira haya. Hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku. Baada ya kufika hapa nikaona amesema kuna mtoto alifanywa ukatili, akachinjwa vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana. Hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo.
Limewagusa? Mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari, polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu. Manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Naitwa mkaguzi msaidizi Melkisedek Heri Banzi. Tumefika eneo la tukio. Tumevunja sehemu ya choo. Tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Hii ni Watetezi TV. Jina langu naitwa Heri Tmola kutoka Iringa.